Hebu tulia kidogo. Jipe sekunde kadhaa na ufikirie ni kwa nini Yesu baada ya kifo chake hakupaa mbinguni mara moja. Ni kwa nini anaamua kubaki tena kubaki na wanafunzi ambao walikuwa wameshavunjika mioyo yao kwa ndani kutokana na kifo cha Yesu. Basi nikukaribishe tukae pamoja mwanzo hadi mwisho wakati tunaendelea kutafuta sababu hii kuu. Nikuombe kama ilivyo ada, uweke like kwenye video hii na ushirikishe wengine kwa kushare ili nao waweze kujua ni kwa nini Yesu aliamua kubaki na wanafunzi wake hata baada ya ufufuko wake. Kama ni mara yako ya kwanza, basi nikualike kusubscribe ili uwe wa kwanza siku zote kupata video mpya zenye simulizi za mguso na pia zenye mafunzo. Ndugu yangu, neno la Mungu linatufundisha kwamba Yesu baada ya kufufuka kwake hakupaa mara moja, bali alibaki na wanafunzi wake. Na kupitia mapokeo tunajifunza pia kuwa hakupaa kwa sababu alitaka kuwafundisha wanafunzi wake kitu ambacho yeye aliona lakini wao hawakukiona bado. Wanafunzi walikuwa hawajaelewa juu ya njia za ufalme wa Mungu. Basi Yesu alichagua kuwa hai na kubaki na wanafunzi wake ili wafundishe njia za ufalme wa Mungu. Unajua, inawezekana pia tena kabisa kwamba unamjua Yesu lakini bado usijue njia zake. Na hivyo usijue njia za ufalme wa Mungu kwa sababu yeye ndiyo njia, kweli na uzima. Kama hujaweza kujifunza njia zake, huwezi kujifunza njia za ufalme wa Mungu. Inawezekana kusikia habari za ufufuko lakini bado ukaishi kwa hofu ile ile. Yaani Yesu kafufuka lakini bado una mashaka ndani ya moyo wako. Na inawezekana kabisa ukawa karibu naye Yesu mwenyewe lakini moyo wako bado uko mbali na kile ambacho anataka kukufundisha. Ndio maana hakukimbilia kwenda mbinguni. Aliwapenda, au alitupenda, tena alitupenda upeo. Hivyo alikaa na wanafunzi wake ili awafundishe. Alikaa ili awabadilishe. Alikaa ili kuwatoa walipokuwa na kuwapeleka mahali walipotakiwa kuwa, ambapo Yesu Kristo yeye ndiye anapajua. Na ukweli ni kwamba kama asingekaa nao, nafikiri ingekuwa tofauti. Wanafunzi walimuona Yesu kwa macho, akiwa hai, kwa macho yao wenyewe. Lakini ndani yao bado kulikuwa na ukungu, kulikuwa na wasiwasi, bado walifikiria kama wanadamu wa kawaida, bado walipima mambo kwa mizani ya dunia. Na ndio maana walimuuliza kama Yesu angeweza kurudisha ufalme wa Israeli. Waliona mambo kwa nje. Na kwa nje ilionekana ni swala la kawaida tu, kama wewe mfalme tena umefufuka, basi tu unaweza kurudisha ufalme wa Israeli. Lakini kwa ndani lilikuwa linaonyesha bado hawajaelewa. Walikuwa bado wanatafuta nguvu, wanatafuta mamlaka, wanatafuta ushindi wa kuonekana. Walikuwa bado wanasubiri kiti cha enzi, sio msalaba wa ndani. Lakini Yesu hakuja kujenga ufalme wa namna hiyo. Hakuja kuinua watawala wa dunia. Alikuja kubadilisha mioyo ya wanadamu. Hakuja kushinda kwa mapanga. Alikuja kushinda ndani ya nafsi. Hakuja kuwapa mamlaka ya nje kwanza. Alikuja kuwapa maisha mapya ya ndani ya moyo. Ufalme aliokuja kufundisha hauanzi kwenye kiti cha enzi, unaanza ndani ya moyo. Maana inawezekana kabisa kumuona Yesu lakini bado usimuelewe. Inawezekana kuwa karibu na miujiza lakini bado moyo wako uko mbali na kusudi lake. Na labda sio wao tu waliokuwepo hapo, hata wewe pia, hata mimi pia. Hivi leo Yesu anataka kukaa na wewe. Yesu anataka akubadilishe. Yesu anataka kufundishe wewe kuhusu njia za ufalme wa Mungu. Unachotakiwa tu ni kuwa tayari katika moyo wako na kukaribisha mafundisho ya Yesu moyoni mwako. Hebu turudi kule kwa wanafunzi, kwa Yesu akiwa na wanafunzi wake. Yesu akaanza kuwafundisha. Sio kwa maneno tu, bali kwa kitu kilichopenya ndani kabisa ya nafsi zao. Kwa kweli ilikuwa zaidi ya mafundisho. Ilikuwa ni ufunuo. Ufunuo unaotikisa kila walichokuwa wanaamini. Aliwaangalia na kwa utulivu wenye mamlaka
akaanza kuwageuza kutoka ndani. Akawaonyesha ukweli ambao haukuwa rahisi kuukubali. Lakini ufalme wa Mungu mkubwa si yule Lakini katika ufalme wa Mungu mkubwa si yule anayetawala wengine, bali ni yule anayejinyenyekeza na kuhudumia wengine. Huyo ndio mkubwa. Na mwenye nguvu sio yule anayeshinda vita nje, bali yule anayeshinda mapambano ya ndani. Aliwafundisha pia kuwa ushindi wa kweli sio kumwangamiza adui, bali kumwangalia machoni na kumsamehe. Huo ndio ushindi wa kweli. Na aliwafundisha pia kwamba na utukufu sio kupigiwa makofi na watu. Utukufu ni kujulikana na Mungu hata kama dunia haikuoni. Ndugu yangu, haya hayakuwa mafundisho ya kawaida. Yalikuwa yanavunja kila walichokijua. Yalikuwa yanapingana na dunia waliokulia. Yalikuwa yanawatoa kwenye kile walichozoea na kuwaingiza kwenye ukweli wa milele. Na ukweli mchungu ni huu, kwamba njia za ufalme wa Mungu hazifanani kabisa na njia za dunia. Ndio maana si rahisi, japo ndio njia za pekee zinazoweza kubadilisha maisha ya kweli. Ndio njia pekee zinazoweza kubadilisha maisha ya kweli, japokuwa sio rahisi kufanya mabadiliko hayo. Na ndio maana Yesu aliamua kubaki yeye mwenyewe, kuhakikisha mafundisho yanapokelewa kwa ukamilifu, ili aweze kuwatuma watu ambao wako kweli tayari. Na ukumbuke Yesu alitambua kwamba moyo ndio kitovu cha ufalme. Sio mwili wa nje, moyo ndio kitovu cha ufalme. Kwa ajili hiyo Yesu akaanza kazi ya kweli ya kufundisha wanafunzi wake, sio juu ya mikono yao wala vichwa wala miguu, ilikuwa juu ya mioyo yao. Aliwageuza ndani kabla hajawaruhusu kwenda nje, kwa sababu alijua siri ambayo wengi hawaielewi. Huwezi kubeba ufalme wa Mungu nje. Huwezi. Na kama hujaanza kuota ufalme huo ndani yako, huwezi. Huwezi kuangaza nje kama ndani bado kuna giza. Huwezi kuponya wengine kama wewe mwenyewe bado hujapona. Wewe mwenyewe ni mgonjwa, huwezi kuponya wengine, na wanafunzi watakiwa kwenda kuponya wengine. Ndio maana Yesu hakuwapa majukumu kwanza. Aliwapa kwanza mabadiliko. Aliingia pole ndani ya maisha yao. Akagusa maeneo yaliyokuwa yamefichwa. Maumivu yao, hofu zao, kiburi chao. Na akaanza kuwafundisha njia tofauti kabisa. Aliwafundisha unyenyekevu, ya kwamba unyenyekevu sio udhaifu, ni nguvu ya moyo unaomruhusu Mungu awe juu. Pengine zamani wao wangeona unyenyekevu ni udhaifu. Yesu anamwambia sio udhaifu, ni nguvu ya moyo ambayo inamruhusu Mungu awe juu. Lakini alifundisha msamaha pia, ya kwamba msamaha sio kusahau tu. Msamaha ni kuachilia maumivu yanayokufunga kutokana na jambo hilo. Lakini alifundisha upendo, kwamba upendo usio na masharti sio rahisi sana. Lakini upendo huo usio na masharti ndio ishara na alama ya kweli ya ufalme wa Mungu. Hayo mambo ni magumu. Aliwafundisha kuhusu imani. Imani sio tikisika. Kwamba imani sio tikisika si kukosa changamoto. Hapana. Tunasema hata mara nyingine changamoto unakuwa nayo, lakini una uwezo wa kusimama hata wakati kila kitu kinaonekana kinatikisika. Hiyo ndio imani. Kwa hiyo ndio maneno ambayo Yesu Kristo aliwafundisha, yale ambayo hawakuyatarajia kabisa. Haya hayakuwa mambo ya kukariri. Haya hayakuwa maneno ya kusikiliza kisha kusahau. Yalikuwa lazima yawe maisha ya kuishi kila siku, kila mahali, katika kila hali. Na ukweli ni kwamba Yesu hakuwaita kuwa wasikilizaji tu, aliwaita kuwa watu wanaobadilika. Kwa hiyo waishi ukweli ule, pole waendelee kubadilika, kwa sababu ufalme wa Mungu hauonekani kwa maneno wala kwa macho. Ufalme wa Mungu unaonekana kwa maisha yaliyobadilika. Hebu tuone mabadiliko halisi kwa wanafunzi wa Yesu. Ilikuwa pole, bila kelele, bila shinikizo. Kitu kilianza kubadilika ndani yao. Sio nje kwanza, hapana, bali ndani kabisa. Mahali ambapo hakuna macho ya watu yanaona. Wanafunzi wale waliokuwa wanagombania nani awe mkubwa nani mdogo. Wanafunzi wale waliokuwa wanatafuta nafasi.
wanafunzi waliokuwa wanataka kuonekana sasa wakaanza kunyamaza, wakaanza kuelewa, wakaanza kuona ukuu sio kupanda juu ya wengine, bali kushuka chini kwa ajili ya hao wengine. Wale waliokuwa wamefungwa na hofu, waliokuwa wamejificha nyuma ya milango iliyofungwa, waliokuwa wanatetemeka kwa hofu ya kesho, pole pole wakaanza kujisikia kitu kipya ndani yao. Ujasiri sio ule wa kelele, bali ule wa ndani, mtulivu lakini usiotikisika. Kwa sababu waligundua jambo moja la msingi sana, hawakuwa tena peke yao. Hawakuwa tena peke yao. Na siri ya mabadiliko yao haikuwa maneno waliosikia, ilikuwa ni maisha walioyaona. Walikuwa wanamwangalia mwalimu wao Yesu Kristo, sio akiwafundisha tu, bali akiishi kila alichokisema. Upendo wake haukuwa nadharia, ulikuwa upendo wa kweli. Msamaha wake haukuwa hadithi, alikuwa anasamehe kweli. Unyenyekevu wake haukuwa maneno matupu, ulikuwa ni ukweli ulioonekana. Na hapo ndipo kila kitu kilitokea. Walipoacha kusikiliza tu na kuanza kuona, mioyo yao ilianza kubadilika kweli kweli. Kwa sababu ukweli ni huu, maneno yanaweza kugusa masikio, lakini maisha yaliyo hai hugusa moyo. Ndugu zangu, tukumbuke kuwa Yesu hakuwatuma mara moja waende kutangaza walichotaka kutangaza. No. Hakuambia tu nendeni wakati bado mioyo yao haijakomaa. Alikaa nao, akawafundisha, akawasubiri mpaka kitu cha kweli kibadilike ndani yao. Ndipo walipowaambia sasa, nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Alihakikisha kwanza wameelewa, sio kwa kusikia tu, bali kwa kuona kwa macho ya moyo. Alihakikisha kwamba wamebadilika, sio kwa maneno, bali kwa maisha yaliyoonyesha tofauti. Alihakikisha kwamba wameandaliwa, sio kwa haraka, bali kwa mchakato uliowajenga ndani kwa ndani, kidogo kidogo. Kwa sababu Yesu alikuwa anajua jambo moja muhimu sana, kwamba ujumbe wa ufalme wa Mungu haupelekwi kwa nguvu ya kusema, bali kwa uzito wa kile ulichogeuka kuwa. Na ukweli ni kwamba kabla Mungu hajakutumia nje, hata kuandaa yeye mwenyewe ndani. Kabla ya tume lazima kuwe na mabadiliko, kwa sababu dunia haisikilizi tu unachosema, inaangalia jinsi gani unaishi. Ndugu yangu, haya mafundisho hayakuwa kwa ajili ya wanafunzi wa Yesu tu. Ni kwa ajili yako pia. Sio hadithi ya watu wa zamani, ni sauti inayokuvuta wewe leo. Sauti inayokuvuta wewe leo. Yesu bado anafundisha hata sasa. Sio tu kupitia maneno unayoyasikia, bali kupitia sauti ya ndani, kupitia Roho wake anayegusa moyo wako kimya kimya. Labda si kwa kelele, lakini kwa utulivu unaokataa kukuacha vile ulivyo. Na sasa swali ni si kama mafundisho yapo. Yapo. Swali ni kama Mungu ananena. Mungu ananena nawe. Swali ni hili, kama Mungu ananena nawe, uko tayari kujifunza kweli? Uko tayari kubadilika? Hata pale ambapo si rahisi, hata pale ambapo inauma, hata pale ambapo inakulazimu kuacha yale uliozoea. Je, uko tayari? Kwa sababu ukweli sio kupeka, ni kwamba huwezi kubaki vile ulivyo na bado ukaingia katika kina cha ufalme wa Mungu. Kuna hatua ya kuchukua, kuna kitu cha kuacha, kuna mtu mpya wa kuwa. Na labda hii ndio momenti yako. Hii ndio momenti yako. Badilika. Badilika leo. Inawezekana kwamba unajua mengi, unasikia kila siku, unatazama, unajifunza, lakini bado hujabadilika. Labda unasikiliza ujumbe, lakini maisha yako bado yanaendelea vile vile. Maneno yanaingia masikioni, lakini hajashuka moyoni, badala yake yanatoka upande wa pili. Tambua kwamba kusikia bila kubadilika ni kujidanganya polepole. Na Yesu anakuita kutoka hapo kwenda kwenye maisha halisi ya mabadiliko. Kutoka katika chumba kilichofungwa kwa hofu, mahali ambapo mioyo ilikuwa imejaa mashaka, Yesu anawageuza. Hawakubaki vile walivyokuwa. Na wewe hutaki kubaki vile ulivyokuwa. Aliwageuza kuwa wanafunzi wa ufalme, watu waliobeba kitu cha tofauti ndani yao.
na kabla hajatuma duniani aliwaonyesha jinsi ya kuishi. Na kabla hajawatuma duniani aliwaonyesha jinsi ya kuishi. Aliwafundisha njia tofauti, aliwabadilisha kutoka ndani. Ndugu yangu, kama ujumbe huu umekugusa moyoni, usiwache upite tu. Usiwache upite tu, chukua hatua. Chukua muda huu na andika niko tayari kubadilika. Andika hapo kwenye comment, niko tayari kubadilika. Si maneno tu, bali kama jibu la moyo wako kwa kile ulichosikia leo. Share ujumbe huu ili wengine pia wapate mwanga wa njia za ufalme wa mbingu. Kwa sababu hujui ni nani anayeihitaji leo hii. Kwa sababu hujui ni nani anayehitaji leo hii. Nikuombe pia usubscribe kama ni mara yako ya kwanza, ili uendelee kufuatilia episode zinazofuata za mfululizo huu wa siku 40 za baada ya ufufuko. Na episode inayofuata ni Yesu anaahidi Roho Mtakatifu, ambayo ni nguvu ya juu kwa maisha mapya. Usikose kufuatilia episode zinazofuata ili tuhakikishe kwamba mfululizo wote wa maisha ya Yesu kwa siku 40 baada ya ufufuko wake tunaelewa vizuri kwa kina, na pole pole tunashikana mikono kwenda mbinguni. Na huenda hii si tu video nyingine, ni mwendelezo wa mabadiliko ndani yako. Mwendelezo wa mabadiliko ndani yako.